Muda mrefu kabla ya kuzaliwa kwa Tanzania ya kisasa, katika nyanda za juu za Iringa, waliishi watu wenye fahari na ujasiri waliokuwa wakijulikana kama Wahehe. Walikuwa mashujaa waliunganishwa na ujasiri, nidhamu na upendo mkubwa kwa ardhi yao. Na miongoni mwao walitokea kiongozi ambaye jina lake linaendelea kusikika katika historia, Chifu Mkwawa. Mkwawa hakuwa tu mtawala, alikuwa pia mbunifu wa mikakati ya kivita. Kamanda jasiri alielewa kuwa nguvu ya watu wake ilikuwa katika umoja wao. Chini ya uongozi wake, Wahehe waliunda moja ya majeshi yenye nguvu zaidi katika eneo hilo. Mashujaa wao walitembea kimya kimya kama vivuli kupitia milima na misitu, wakiwa tayari kila wakati kulinda ardhi yao. Lakini mwishoni mwa karne ya 19, adui mpya mwenye nguvu aliwasili. Majeshi ya kikoloni ya Wajerumani yalifika Afrika Mashariki yakiwa na bunduki, tamaa na nia ya kutawala ardhi. Jamii nyingi za Kiafrika ziliangukia chini ya utawala wao, lakini Wahehe walikataa kabisa kujisalimisha. Mwaka 1891, kamanda wa Kijerumani Emil von Zelewski aliongoza jeshi lake kuingia katika ardhi ya Wahehe akiwa na uhakika kwamba ushindi ungekuwa rahisi. Lakini Mkwawa alikuwa tayari ameandaa mshangao hatari. Katika eneo la Lugalo, mashujaa wa Kihehe walifanya shambulio la ghafla na kali sana. Mikuki na ujasiri wao vilikutana na bunduki na sare za kijeshi. Vita hiyo ilikuwa ya muda mfupi lakini yenye madhara makubwa. Mamia ya askari wa Kijerumani walianguka na kamanda wao aliuawa. Ilikuwa mojawapo ya kushindwa kwa kushangaza zaidi kwa jeshi la Kijerumani barani Afrika. Lakini ushindi huo haukumaliza vita. Wakiwa wameaibishwa na wenye azma kubwa ya kulipiza kisasi, Wajerumani walirudi wakiwa na jeshi kubwa zaidi, silaha nzito zaidi, na dhamira ya kuangamiza upinzani wa Mkwawa. Kwa miaka kadhaa, Wahehe waliendelea kupigana kwa ujasiri, wakilinda ardhi yao licha ya kukabiliwa na nguvu kubwa ya adui. Hatimaye mwaka 1898, akiwa amezingirwa na hataki kukamatwa na maadui zake, Chifu Mkwawa alifanya uamuzi wake wa mwisho. Badala ya kujisalimisha kwa adui, alichagua kufa kwa heshima. Ingawa mtu huyo aliondoka duniani, roho yake haikupotea kamwe. Hadithi ya Mkwawa ikawa alama ya upinzani, ujasiri na mapenzi ya watu kwa uhuru wao. Hadi leo katika milima ya Iringa, jina la Mkwawa bado linatajwa kwa fahari, likikumbusha kwamba mapambano ya kulinda heshima na uhuru hayawezi kusahaulika.